kidogo tu. Utakaso zamekuoshwa umo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Somo letu, msingi wa wokovu ni damu ya Yesu Kristo. Msingi wa wokovu wetu ni damu ya Yesu Kristo. Na sasa ni Jumapili yetu ya 4 ya Kwaresma, na tunaangalia kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu. Ndio msingi wetu wa imani. Hatuwezi tukataja namna nyingine nje ya kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu. Sema amina. Mathayo 26 mstari wa 27 na 28. Baada ya hapo tutaenda Luka 22 mstari wa 20. Neno la Bwana linasema, Mathayo 26 mstari wa 27 ule mstari wa mpaka wa 28, anasema hivi: akakitwaa kikombe akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Luka 22:20. Maandiko yanasema, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa wokovu wetu ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu na kifo cha Yesu Kristo, huo ndio msingi wa wokovu wetu. Kazi nifanyeje sasa? Pandeni tu, hebu mpande hivi hapa parefu ba mchungaji, nikianguka mshushe. Zakayo, shuka kwenye mti. Na shuka sasa. Uumbaji wa Mungu kazi. Hapa ndio itakuwa nafuu. Wewe unayetufuatilia, tunatengeneza hapa, wala usikwazike. Haleluya! Msingi wa wokovu wetu ni damu ya Yesu Kristo na kifo cha Yesu Kristo. Kristo alitoa damu yake kwa njia ya kufa ili achukue adhabu ya dhambi zetu. Sema amina.
Kwa hiyo tunaposema Kwaresma, maana yake tunamshukuru Mungu kupitia mwanaye Yesu Kristo aliyekubali kubeba adhabu ya kwangu na ya kwako, na akakubali kufa pale msalabani ili sisi sote sasa tuhesabiwe haki. Kinachotuhesabia haki ni damu ya Yesu. Sema amina. Damu ya Yesu peke yake, hiyo ndiyo imebeba haki. Bila damu ya Yesu huwezi kupata haki ambayo unaitafuta. Kwa hiyo haki ya mtu imebebwa na damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo ilivyomwagika pale Golgotha, damu ya Yesu ndiyo iliyotangaza ushindi. Kwa hiyo tunapotumia damu ya Yesu, tunatumia kama silaha ya vita. Sema amina. Kwa hiyo mara nyingi kinywa chako kama kisipotamka damu ya Yesu, ina maana kwamba haujui namna ya kutumia silaha ya damu ya Yesu kukusaidia na kukuvusha katika hali ambayo unapita nayo. Sema amina. Damu hii ya Yesu ni damu halali sana, na damu ambayo inatuondolea hata matatizo ya zamani. Na ndio wimbo tumewimba mahali fulani hapo, anasema damu ya Yesu inaondoa hata makosa ya zamani. Hata watu wakikumbuka matendo yako ya zamani, maadamu tu damu ya Yesu imeondoa, hauna haja kuwafuata hao wengine, wanabaki miemba, hamtaenda nao. Haleluya! Yaani kuna watu wana tabia ya kubeba tabia za watu za zamani. Zinakuhusu nini wewe? Tabia ya zamani imeshauliwa pale msalabani. Mtu akishaokoka na akimkiri Yesu kwamba Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na akakubali kuitumia damu ya Yesu, anaondoa ule uzamani, anaondoa yale makosa, anaondoa na ile hatia. Wewe utabaki na kinywa cha kuongea hatia za mtu, wakati hatia hizo hazipo kwake. Pole na unachelewa. Damu ya Yesu Kristo ina uhusiano na mbingu. Damu ya Yesu ina uhusiano na mbingu. Na ndio maana Danieli alitumia akasema, ninajua mbingu ziko upande wangu. Mtu anaposema mbingu ziko upande wangu, ni damu ya Yesu inajua kufungua mbingu. Sio maneno mengi. Maneno mengi yanafungaga mbingu. Haleluya! Ukiwa na maneno mengi, mbingu haitakuwa upande wako, maana hujui kuitumia damu ya Yesu. Ukiitumia damu ya Yesu, imebeba rehema na huruma, inafungua mbingu. Yale maombi yaliyozuiliwa, kinachofungua pale ni damu ya Yesu. Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Na ndio maana Danieli siku ya kwanza tu Mungu alikuwa ameshamjibu. Mbingu ikazuia. Mbingu ilivyozuia akasema, najua mbingu iko upande wangu. Unaweza kuwa hata na wewe umeomba sana, lakini unaona majibu hayapo. Kwa nini? Haujaruhusu damu ya Yesu ifungue mbingu. Kuna damu inayohusika na mbingu, unainyunyiza juu, unasema naipeleka damu ya Yesu ikatoe kila uzito iliyoweka kwenye maisha yangu. Baada ya hapo mbingu inafunguka, majibu yanashuka na wewe unayapokea kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inatuosha na inatufua. Hebu twende tukasome Ufunuo 7. Waliulizwa watu, na watu mpaka leo maulizo yapo. Wewe unayegafirika kwa maulizo, acha waulize. Wewe maadamu tu umeshamjua unayemtumikia na unayemwabudu, usirudi nyuma kwa ajili ya maneno. Sema amina, amina. Yaani kuna watu wanajikwaa, unajikwaa. Watu walishachoka, wamepinda. Yaani wao utajikwaa, utajikasirisha, utajinunisha. Utanuna. Nani ana mpango na wewe dada? Unakuja kanisani maeneo ya Mirumbani, leo ngoja naenda kanisani, lakini staili ya leo ninanuna kwenye kwaya kina mama, nitawanunia, wakinisogelea sitawasemesha. Unachelewa. Hao uliowanunia wao wenyewe wamenuniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine anasema, ninaenda kanisani, ninaenda kuweka msimamo, ninabandika msimamo. Unaowekea msimamo na wao wamewekewa msimamo. Na unaona kanisa kama hatutoki. Kwa nini? Yaani ni vurugu mechi. Haleluya!
Subirini Jumanne au Jumatano. Neno la Mungu linasema hivi, akajibu mmoja, Ufunuo 7 mstari wa 13 na 14. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Nikawaambia, watu wangu wanajua watu. Akamwambia, Bwana wangu wajua wewe. Akaniambia, hao ndio waliotoka katika ile dhiki ile iliyokuu, nao wamefuliwa mavazi yao na kuyafanya meupe kwa damu ya nani? Ya mwana nani? Mwana kondoo. Wewe ukishafuliwa mavazi, moyo wako, mavazi ni maisha yako, matendo yako, ukioshwa kwa damu ya Yesu, yale maulizo ya mstari wa 13, ametoka wapi, ni wa kabila gani, ni wa nchi gani, wewe unasema mimi nimetoka kwa Yesu, nimefuliwa kwa damu ya mwana kondoo, mimi ni msafi. Hata kama watu wanang'ang'ania madoa ya zamani, acha ya wachafue wao, maadamu wewe ulishaoshwa. Uking'ang'ania uchafu wa mtu unachafuka. Jifunze kuto kung'ang'ania uchafu wa mtu. Uking'ang'ania uchafu wa mtu, Biblia inasema mabaya hayataondoka malangoni kwako. Umeshikilia machafu ya mtu, unachafuka. Alishaoshwa, wewe umeyashikilia. Huyu zamani alikuwa mlevi. Haya, wewe ukulewa, si ukae. Huyu zamani alikuwa mkorofi sana. Haya, wewe ambaye ukuwa mkorofi, si unyamaze. Kwa nini uongelee zamani za mtu za kwako? Kwani hawazijui? Hawazijui. Kama cha pombe na ulikuwa unapiga pombe vile vile, kama ukorofi na wewe ulikuwa mkorofi. Ila damu ya Yesu imekuheshimisha, damu ya Yesu imekutangaza, damu ya Yesu imekufungua, umekuwa huru. Kwa hiyo usimhukumu mwingine, achiria mlango wa neema upite kwake. Ile damu ya Yesu iende ikafanye msaada na kubadilisha maisha ya mtu. Usitembee na hukumu za watu. Yesu alimaliza msalabani. Kama alimaliza msalabani, ya nini wewe ujichoshe kubeba moyo wa mtu? Kwa mfano mimi, unanibeba, unajua tani yangu, si lazima ubasti. Hautalala. Yaani ukilala unageuka, mama Yona kakufanya nini? Mwisho wake hutalala. Tani nilio nayo, yaani unanibeba na tani za kwako, unaongeza na majuto na machozi, lazima ukwame. Haleluya! Damu ya Yesu Kristo inaondoa vizuizi. Kila kizuizi ulichowekewa katika njia ya kufika mbele za Bwana, Yesu anaziondoa. Efeso sura ya 2. Damu ya Yesu inaondoa vizuizi vyote. Unatembea na vizuizi, mabelia ulishajiwekea. Mimi hapo hapo, shauri yako. Tumia damu ya Yesu ili uondoke kwenye hivyo vizuizi. Wa Efeso sura ya 2 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, lakini sasa katika Yesu Kristo, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Sema amina. Ulikuwa mbali, vizuizi vimekuweka mbali. Maagano ya familia yalikuweka mbali, maagano ya ukoo yalikutupa mbali. Kutumia damu ya Yesu inakuleta karibu na Bwana. Yakikuleta karibu na Yesu Kristo, unafunguliwa kila namna ya vifungo. Kuna wengine vifungo hata vya uchoyo, baba mchungaji, ni kazi. Uchoyo tu, uchoyo. Sara hakuelewa baraka za Mungu mpaka Ibrahimu alivyojiongeza, akasema ninatengeneza ndama, natengeneza ili wageni wasiondoke bila kula, ili mke wake afunguliwe tumbo. Kuna wanawake wanaweza kuwa wachoyo na wamenyima baraka za familia. Na wewe kutoa kila siku michango kanisani, unakimbelembele kweli? Muone kwanza, ulimzaa? Si mume wako tu umekutana naye, unazuia hiyo sadaka ya mume ya kwako? Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Kuna watu wachoyo, hawataki kumtolea Mungu. Biblia inasema hatukuokolewa kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo fedha tunapotoa madhabahuni, hatutoi kama hongo na hatutoi kama rushwa, tunatoa kama shukrani. Na ndio maana katika Zaburi ya 50 ule mstari wa 8 anasema la sivyo ningewakemea, kila kitu ni cha kwangu, ningekichukua kwa nguvu. Uzuri wa Mungu huwa achukui sadaka kwa nguvu kwa mtu. Sikia sauti, fanya hiari, kutoa kwa moyo wa kupenda na wa hiari. Maana Mungu anasema hivyo vyote ulivyo navyo ni vya kwake, la sivyo angekunyang'anya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jambo jingine la mwisho, damu ya Yesu Kristo hufungua njia. Hufungua njia. Nimekuambia pale kwanza inaondoa vizuizi. Damu ya Yesu Kristo hufungua njia kwa waumini kuja mbele za Mungu moja kwa moja kupitia kwa Kristo, ili kupata neema na rehema na msaada wa wokovu. Haleluya. Haleluya. Simama tuombe. Tunataka kutumia damu ya Yesu. Ukisoma Waebrania sura 7 mstari wa 25 anasema damu ya Yesu inafungua njia na inatupeleka moja kwa moja kwa Mungu. Sasa tunataka tufanye zoezi kutumia damu ya Yesu kama dhamana ya kutuingiza kwenye agano jipya. Damu ya Yesu ndiyo damu iliyobeba dhamana kuu, dhamana ya kutukomboa, dhamana ya kutuachia huru, dhamana ya kututoa kwenye vifungo, dhamana ya kututoa kwenye magonjwa, dhamana ya kututoa kwenye umaskini, dhamana ya kututoa kwenye magomvi na mafarakano ya ndoa. Dhamana hii inayobeba damu ya Yesu, damu ya agano, tunataka tuifanyie zoezi asubuhi ya leo. Tumwambie Bwana, sema baada yangu: Bwana Yesu, ninakuja kwako. Nimejua kwamba damu yako Yesu ndiyo damu sahihi, ina uwezo wa kuniokoa kutoka kwenye mizimu, kutoka kwenye vizuizi. Kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikifika kwangu inafuta kila maulizo yanayoulizwa katika Ufunuo sura ya 7 ule mstari wa 13. Waliuliza, hawa ni akina nani na wametoka wapi? Yesu, ninapojaribu kufanya biashara, wafanyabiashara wengine wanaweza wakajiuliza, ameanza lini kufanya biashara? Damu yako Yesu inibebe, inifiche, initambulishe kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninaweza nikajitahidi kusomesha watoto, maulizo yakaja, huko tangu lini wamekuwa na elimu ya juu? Wanasoma ili iweje? Wanapata elimu ya juu kwa nini? Kwa damu ya Yesu ninafuta kila maulizo yaliyosimama kwenye malango yangu kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninaachilia neema ya Yesu, ninaachilia huruma ya Yesu ikapite kwenye maeneo yangu ninayoyaishi, ninayofanyia kazi, ofisini kwangu, ninaipeleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikaondoe maulizo. Damu ya Yesu ninaipeleka ofisi za watoto wangu, ikaondoe kila vizuizi kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninaitumia damu ya Yesu kama silaha ya ushindi, kama silaha ya vita ya kumpiga yule adui aliyesimama kwenye afya yangu kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninaondoa kila aina ya magonjwa kwa jina la Yesu. Yesu, Yesu, ninajitoa kwenye nguvu za shetani kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu yako Yesu, damu yako Yesu tunaita. Tunaweza tukawa waumini tunasali kama mazoea na mapokeo, lakini hatujui thamani ya damu ya Yesu. Hatujui wokovu wetu umebebwa na damu ya Yesu.
Hatujui misingi ya imani yetu imefichwa na damu ya Yesu. Tunaomba toba na rehema Bwana. Turehemu Mungu. Tumeingia kanisani kama mzigo. Tumeingia kanisani kama kitanzi. Tumeingia kanisani ili kuvuruga ibada. Tumeingia kanisani hatujui thamani ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ili tuweze kukaa kulisifu jina lako na kukuabudu. Tunaweza tukaimba, lakini hatujui thamani ya damu yako. Tunaweza tukahubiri tukafundisha, lakini hatujui kilichotubeba ni damu yako Yesu ya thamani. Na ndio maana Ufunuo anasema, anapoulizwa wametoka wapi, anasema wametoka katika ile dhiki, nao wameoshwa kwa damu ya mwana kondoo, wamesafishwa. Nasi tunaita damu ya Yesu asubuhi, tunaita damu ya Yesu itusafishe kila hatia na dhambi, itusafishe kila roho ya matengano ndani ya kanisa. Tunaweza tukasali kanisa moja, lakini kwenye mioyo tumebeba chuki na uhasama. Tunaangusha kila kuta zilizosimama kwenye vikundi vya kwaya, kwenye vikundi vya idara ya wanawake, kwenye vikundi ya idara ya vijana. Tunaangusha kila viambaza kwa jina la Yesu. Maana umesema damu yako inaondoa vizuizi, nasi kwa pamoja tunakuja kwako. Tunaondoa kila mazuio tuliozuiliwa na miungu, tuliozuiliwa na miungu kwa jina la Yesu. Mungu aliye hai, kila mazuio ya giza, mazuio ya uchawi, mazuio ya uganga, tunayaangusha kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikapite kwa kila njia iliyokuwa imefungwa. Tunatumia damu ya Yesu kama ufunguo. Damu ya Yesu ya thamani inafungua kila njia iliyokuwa imefungwa, njia ya imani, njia ya shukurani, njia ya furaha iliyokuwa imefungwa. Tunaifungua kupitia damu ya Yesu. Wewe peke yako, wewe ndiye Mungu wa kweli, wewe ndiye Jehova. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunakushukuru Mungu kwa ajili ya damu yako. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya damu yako ya thamani. Na ndio maana tumepata wokovu. Tunalitumia jina lako maana ulifufuka. Usingefufuka tusingetumia jina lako, na nguvu ya wokovu isingekuwepo tena. Maana wewe Yesu haujafufuka. Baada ya kufufuka Bwana, ulivishwa mwili mpya, mwili wa ushindi. Ndio huo Bwana tunautumia kutangaza neema yako, kutangaza wokovu wako kwa mataifa wapate kujua wewe ndiye Bwana, wewe ndiye Mungu. Tunaombea na ushirika wetu Bwana wa mirumbani. Kila mazuio yaliyozuia maendeleo ya ushirika wetu, Yesu. Biblia inasema Mathayo 10:36, adui ya mtu ni yule wa nyumbani mwake. Wanaweza kuwa watu wamejipenyeza kwa siri kutuvurugia heshima ya ushirika wa mirumbani. Yesu, tunaomba rehema. Sisi sio kama wale. Sisi ni miongoni mwao wanaokuja kwako kwa moyo wa toba. Tunaomba toba kwa ushirika wa mirumbani. Damu yako Yesu na idondosha kwenye viwanja hivi, vikafungue kila roho ya uzito, kila roho ya uzito iliyowekwa mahali hapa, kila roho ya uadui iliyowekwa kwa wanawake wa kanisa hili, kwa wababa wa kanisa hili, kwa vijana wa kanisa hili. Ninaondoa, damu ya Yesu ikaondoe huo uadui. Rikaraboseke, rikoboboseka. Damu yako Yesu tunaimimina kwenye misingi ya ardhi hii Bwana. Chochote kilichotamkwa kwa siri na kwa wazi, tunatumia damu ya Yesu kutangua kila matamko yaliyotamkwa. Rikarabosaka, yamefunga mioyo ya ushirika huu Bwana. Hawaelewi, macho yao yamefungwa, fursa ya kuona
ni kufunguliwa macho ili waweze kuona kinachoendelea kwenye ushirika huu Bwana. Rabo sekete. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Rabo seke. Rabo. Rikarabo sekeke. Baba. Ewe ardhi, kila miungu iliyopandwa kwa siri na kwa wazi ili tuchekwe, rababa seke riba sakaka. Yesu, sisi ni wale tulioshwa kwa damu ya mwana kondoo. Tunakuja kwako, tunatumia damu ya Yesu kama silaha, damu ya Yesu kama silaha. Raba yekete, enyi miungu mnaoleta aibu, enyi miungu mnaotuvuruga, enyi miungu mnaoleta mzaha. Raba liko Yesu, tuondolee aibu ushirika wa milumbani, tuondolee aibu Bwana, tuondolee kuchekwa, tuondolee masomeo. Raba baba yeketele boseke, tunaomba toba sisi na watoto wetu, sisi na kanisa. Raba baba seke, tumeumiza wachungaji kwa kutokuelewa kile wanachotaka. Tumeumiza Bwana, tumeumiza wengi. Riko wako nyumbani wamepoteza mwelekeo kwa sababu ya miungu ya mirumbani. Sikia neno la Bwana na mimina damu ya Yesu, damu ya ushindi. Raba seke, achia mioyo yetu, achia ibada zetu, achia ibada, achia maombi yetu, achia kwaya zetu, hawataimba na kuchekwa. Raba seke, tunapeleka damu ya Yesu kufungua kwaya zote, tunazifungua kwa damu ya Yesu, damu ya ushindi, damu ya mwana kondoo, damu ya ushindi. Raba baba, nasi tutamshinda yule adui wa msalaba kwa damu ya mwana kondoo, damu ya ushindi. Riko wanaotucheka, wanaotuzoemea, raba seke, hawatatuzomea, watatushangilia. Raba seke, wanaosubiri kuona vinaharibika, Bwana waweza mchana wa leo. Toa majibu Bwana, toa majibu Bwana. Rudisha heshima yako Bwana, irudishe kwenye ushirika wetu, irudishe Bwana, irudishe kwa wajane, irudishe kwa yatima, irudishe kwa masikini, irudishe kwa wafanyabiashara, irejeshe kwa wafanyakazi, kwa wakulima, kwa wafugaji. Yesu, riko paposeke, riko raboseke. Yesu, tunalituma neno lako, tunaituma damu yako, tunawarudisha waliorudi nyuma, pengine walikwazika na mambo wanaona haendi sawa. Tunawarejesha mahali hapa ni pa ibada, mahali hapa sio siasa, mahali hapa sio pa vijembe, mahali hapa ni madhabahu ya Bwana, ni madhabahu ya Kristo. Rabo seke, mahali hapa Bwana sio sokoni, mahali hapa Bwana sio stendi, mahali hapa Bwana ni mahali sahihi pa kukuabudu wewe Bwana. Wana wa Yusufu walivyokwenda wakasema, tunatafuta mahali ambako babu yetu alifanya ibada, wakasema ni hapa Bwana. Wamishonari walitoa sadaka zao mahali hapa Bwana. Wako watu walioenda mbele za haki, walifanya huduma hapa. Yesu, mahali hapa ni mahali sahihi. Wamishonari walileta injili Yesu Kristo. Rabo sekeke, rikaraboseke, nerebosakaka. Roho ya mazoea inaojengeka ndani ya kanisa, roho ya masengenyo, roho ya dharau, tunaing'oa. Raba seke, Yesu, tumewakosesha watu wengine wasione mbingu kwa sababu ya mazoea. Tunaomba toba, turehemu Bwana, turehemu.
Turehemu Yesu, tunaitumia damu ya Yesu. Riko rabosheke Yesu Kristo, tunakuja kwako, tunakuja kwako. Idara ya wanawake haieleweki, kila kitu hakieleweki, kila jambo haliendi. Kuna uzito mahali hapa, kuna uzito wa makusudi mahali hapa, kuna talalila zinazoendelea mitaani mahali hapa, kuna ugomeshaji wa makusudi mahali hapa. Tunatumia damu ya Yesu kuwafuata kwenye mitaa, kuwafuata kwenye vilinge vyao. Tunawafuata, tunawateka, tunafanya mateka, tunawateka, tunateka fikra zao, tunateka mawazo yao, tunaangusha hiyo ngome ya mawazo yao, tunaangusha fikra za giza, tunaangusha akili za giza kwa jina la Yesu. Tunaangusha, tunaangusha kwa damu ya Yesu, tunaangusha kila mihimili ya kuzimu, tunaiangusha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Riko rush peke yako tunakusihi, ewe Roho Mtakatifu, endelea kusema nasi. Roho Mtakatifu wenye uweza, Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu Kristo, fufua vitu vyetu, fufua imani yetu, fufua Bwana, fufua Bwana maisha yetu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu mwenye uweza, tunatumia nguvu yako iliyomfufua Yesu Kristo. Tunahesabiwa imani kwa sababu yuko Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu Kristo. Fufua Bwana moyo wa ibada, fufua Bwana moyo wa michango, fufua Bwana roho ya zaka, fufua Bwana moyo wa shukrani, fufua Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.